Haya ni mambo matano ya kufanya ili kuepuka kupoteza files kwenye memory card pale unapo shoot au kupiga picha. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha kwamba unatumia memory card ambayo ni original. Of course ziko memory card nyingi na za kampuni tofauti tofauti, lakini hii hapa ni aina ya kadi ambayo mimi nimekuwa nikiitumia kwa almost miaka 5 na haijawahi kunidisappoint. Jambo la pili, usitumie memory card ambazo zina storage kubwa. Wakati mwingine unapotumia memory card yenye GB 256, 512 na kadhalika, unajidanganya na kuamini kwamba bado una storage kubwa, kitu ambacho kinakupelekea wewe kirahisi wakati mwingine kulazimika kufuta material au karekodi mpaka memory ikajaa, ukajikuta kwamba unahitaji storage na una project ya muhimu ya kufanya, jambo ambalo linaweza kukupelekea wewe kufuta baadhi ya material na yale ambayo ni ya muhimu. Jambo la tatu, hakikisha unatumia dual recording setting kwa kamera ambazo zinaruhusu. Kwa mfano, mimi natumia Lumix GH5 ambayo inaniruhusu mimi kuweza kuweka kadi mbili na kurekodi zote kwa pamoja, ili files ambazo ziko kwenye kadi moja zikikolapsi, basi unakuwa na backup kwenye kadi ya pili. Jambo la nne, hakikisha kwamba kila baada ya kumaliza shoot una copy material yako yote na kuweka kwenye storage au kwenye kompyuta yako ili yawe salama. La tano na la mwisho, copy zaidi ya storage moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba material yako yanakuwa salama. Yaani unaweza ukakopi kwenye SSD, ukakopi kwenye kompyuta yako, na kama ukiweza hata kwenye kadi zako usifute chochote mpaka pale ambapo utaamua kufanya hivyo, ili kuhakikisha kwamba una secure project uliyoifanya ili isiweze kupotea. Let me know kama video hii imeweza kuwa msaada kwako. Save video hii, lakini share na mtu yoyote ambao unaamini anahitaji kujifunza. Then tupe trick ambao unatumia kwenye sehemu ya comment kuhakikisha kwamba una secure material yako yanakuwa salama. Naitwa Joel Kadaga kutoka Joel Media. Follow for more.